Karibu ndugu mtazamaji wa video hii. Haya ni mafunzo kwa njia ya video kuhusu PoshoPlus na hili ni somo letu la kwanza na tutajifunza ni nini maana ya mshahara. Mshahara ni malipo ya fedha anayopokea mwajiriwa kutoka kwa mwajiri wake kwa kufanya kazi kwa muda maalum, kama vile mwezi, wiki au siku. Tafsiri ya mshahara husimama kwa maana ya mshahara halisi au net salary kwa mwajiriwa. Hichi ni kile anachopewa kila mwezi kupitia benki au pesa taslimu. Mwajiri mshahara kwake ni mshahara ghafi au gross salary. Hii hujumuisha mshahara wa msingi au basic salary na maposho anayomlipa mwajiriwa. Tujifunze kitu. Mshahara wa msingi au basic salary ni ule mshahara kabla kujumuisha maposho na marupurupu. Ni sehemu katika mkataba na hulipwa kwa kuzingatia nafasi ya kazi, aina ya kazi, ngazi, uzoefu na hata makubaliano. Tumetaja maposho na marupurupu hapo juu. Hili ni ongezeko la kiwango katika mshahara msingi, yaani basic salary, ambayo mwajiri humpa mwajiriwa kwa sababu tofauti na kwa mujibu wa utaratibu wa taasisi yake. Mshahara wa msingi unapojumuisha marupurupu na maposho huitwa mshahara ghafi, gross salary. Vile mshahara huhusisha makato, malipo kama kodi ya kipato pay na mikopo ya wafanyakazi ni sehemu ya makato katika mshahara, ambapo kutolewa kwake kwenye gross salary huwa ndio net salary. Sasa tutizame tofauti ya makato na maposho. Namba 1, maposho ni ongezeko kwenye mshahara na makato hupunguza mshahara. Namba 2, huchukua kiwango maalum au asilimia. Kwenye kiwango maalum makato na maposho hufanana. Lakini inapokuja kwenye asilimia, makato yanaweza kuwa kutoka katika basic salary au gross salary, maposho huwa katika basic salary tu. Namba 3, maposho hutegemea ridhaa ya taasisi na makubaliano baina mwajiri na mwajiriwa. Makato pia huhusisha matakwa ya nchi, hivyo kuna makato ya lazima kwa kila mfanyakazi. Hivi vigezo. Posho la usafiri au posho la kazi ngumu huwa ni mifano ya maposho. Tutasoma zaidi kuhusu maposho katika masomo yanayofuata, na sasa tutizame aina 3 za makato ya lazima. 1 ni yale yanayotoka kwa mwajiri peke yake, mfano SDL au michango ya fidia. 2 ni yale yanayotoka kwa mwajiriwa peke yake, mfano kodi ya kipato. 3 ni ile inayotoka kwa wote wawili, mfano mikato ya mifuko ya hifadhi ya jamii. Kadri tutakavyoendelea kusoma ndio tutakavyopitia na kuchambua kila kitu katika mshahara, hivyo endelea kujifunza na kutumia PoshoPlus kama njia rahisi ya